Yes, ladies and gentlemen, boys and girls, wherever you are watching us from, wakati unatizama kipindi hii tunakuletea kwa mara ya kwanza happening right here ndani ya Migori, na tuko hapa courtesy of Mibs. Nakwambia watu ambao nakwambia mambo ya baba shop, kuchonga za hatari, chonga za masop songa, chonga za watu wameingia mjini, chonga za watu wakali wajanja wao, wakali wa hizi kazi ndani ya Migori Town. Hakuna kinyozi kali Migori Town kama Mibs. Na kumbuke leo mimi presenter wako nambari uno Rosen 001. Na kuambia nimekuja hapa na nimevalishwa na watu wakali wanajulikana kama Valmo, as you can see. So basically I know you're watching this show, unashangaa ni show gani inakuja kwa mara ya kwanza, inaletwa courtesy of Obasco One Media. Guru. Hii show ni ya kupiga story. Tunaongelea tu mambo ambayo yanafanyika. We want to know more about things that happening. You know, kuna watu wanatizama mambo wajui inafanyika aje. Basically hapa, hii si news. Hii si nini. Hapa we are free. We're just making stories. Inajulikana kama TikTok. Na leo, watu wangu leo nataka tuongelee kitu moja. Known as football. The game of football. Many of us have seen football. Watu wanapenda kutizama football lakini hawajui football imetoka wapi. Kumbuka hii ni mchezo ambaye imeanza Asian kitambo before ianze kuchezwa kwa uwanja. Football started in China, Germany, Greece na Rome. First of all, watu ambao walianza mchezo huu wanajulikana kama ni wa China, walikuwa wanaitwa Suzhou. Suzhou kumaanisha hii game ilikuwa inachezwa kuanzia mtaa fulani hadi mtaa fulani. Nyinyi mmezoea kucheza kwa uwanja, si ndio, right? That's why you need to watch TikTok. So let me tell you, football kitambo ilikuwa inacheza kuanzia mtaa fulani. Kwa mfano unaishi Nairobi, watu wa Kibera wanacheza na Kayole. So mpira goli ya Kibera inabaki Kibera, goli ya Kayole inabaki Kayole. Inafuatwa mpira mnakimbia mpaka mfike Kayole, mfungie huko Kayole. That's how Chinese used to play it. Na ilikuwa inaitwa Suzhou. Then came the Romans. wa Roma wakakuja wa Italia. Currently Italia wakaita Hapastam if I'm not wrong. So ikakuja ikatembea polepole, ikaletewa rules in 1869 hapo, kukaletwa rules pale ndani ya England. FA wakatengeneza rules, wakatengeneza ikakuwa inaweza chezwa kwa uwanja. Hapo ndipo watu kama akina Uruguay wakapata the first World Cup, wakaweza kuihost na waliishinda. Mpira ulikuwa unachezwa na ngozi ya mnyama fulani hapa, sijui ilikuwa inaitwa mpira ngumu. Watu walikuwa wanacheza mpaka na viatu official kama hii imetola ndani ya Valmo collection. Viatu kama hii ilikuwa inacheza football. Official walikuwa wanavaa tie, koti na suti. Hakukuwa na jezi. Wacha nisiendelee sana. That is just a small history about football. Sasa leo nimekuja hapa, tunataka tuongee story ya mpira. Na pembezoni mwangu ukiangalia right director, rusha kamera hapa, unaweza pata kuna guru moja hatari. Huyu ni shupavu, huyu ni Hatari bin Danger, huyu anashuta libakari ya maarifa. Yani huyu ni mtu ambaye amecheza hii game, ni mtu amekuwa ndani ya game kwa a very long time, anajulikana kama Sami. Sami, welcome to TikTok. Asante, najua nimepiga sana story ya football. Na wacha niweke environment angalau. So Sami is the current coach of Migori Youth. Hii timu ambaye inatesa sasa hivi, ukiangalia timu ambaye inatesa katika NSL sasa hii ni Migori Youth. Wameweza kutandika, jamani, wanaadhibu watu. Hao watu wanabembeleza. Yaani ukikuja bahati mbaya upangwe na Migori Youth sasa hii unabembelezwa. Jamani, unaona shida, watu wanaona shida. Hata Sami, sio, no, am I lying? Kuna mtu amekuja ukutana na wewe alafu akatoka na point. Jamani, watu wanaumia, watu wanateseka. Hata kuna wengine hapa walikuwa wanapiga simu wanataka usaidizi waletewe Declan Rice. Lakini sasa Declan Rice ako kwa international duty, angeweza kuja kusaidia ile timu. Jamani, wamepata tabu. So Sami ni current coach wa Migori Youth, na Sami mwenyewe ameweza kuicheza hii game, amepiga kabumbu pale ndani ya Migori Youth. Yeye ni former player, yeye ni mkazi wa Migori, kumaanisha anaielewa hii game vilivyo. Huyo tu, wacha nisipake mgongo wa chupa mafuta nilonge sana kuhusu Sami, na mwenyewe yuko hapa. Wacha mbona tusikize kutoka kwa Sami. Sami, I want you to tell us, wewe ni nani, ulianza game lini, kuanzia utotoni, umeona je game inakaa aje, kwa nini ulipenda football? I think mtu yote anapenda football. Kwa majina ya kwanza naitwa Sami Wano. Mimi ni mkaji wa Migori. Yes. Lakini mzaliwa wa Homa Bay. Aha. Homa Bay ni jirani ya Migori. Homa Bay ni jirani ya Migori. Bado maisha yangu yote nimeishi Migori. So football ilianza nikiwa 12 years old. 12 years old. Na Migori Youth. Hiyo ndio time Migori Youth ilikuwa inaanza. Kutoka kitambo tulikuwa na Migori United,
tulikuwa ball boys wa Migori United. Migori United. Na baadaye team ikaisha tena tukaanza Migori Youth. Migori Youth. So Migori Youth nilianza kucheza kama niko 12 years old. I think mambo mpira football yangu imekuwa na challenges kidogo because sikucheza international. Because unajua pia kuna parents of penangi is of kitambo iko na wazazi kitambo iko na anything uliko yote. Hiyo ni mwaka gani? Kabla tujafika huko kwamba wewe kucheza mpaka nataka tubaki tu hapo 12. Usitoroke sana, baki 12. Huko 12? Baki 12. Basi hapo kwa 12. Unajua kwamba kuna watu ambao wanakuwa inspired. Unaona nimeongelea historia ya football kidogo, si ndio? Nimesema kwamba ilianza kitambo sana. Nakumbuka kuna watu walikuja wakaichukua baadaye wakina Brazil. I don't know kama hiyo ndio mwaka ulikuwa 12 Brazil. Kuna wakati Brazil sasa waliingia wakaifanya hadi ikakuwa inaitwa Jogo Bonito, the beautiful game. In Brazil, I know that is Portuguese. Jogo Bonito. The beautiful game. Walifanya wazazi wetu wakapenda football sana. So ilikuwaje wewe mzazi alikuwa anakata? Manake ilikuwa kila zao ukipata na hawa wazee. Brazil Ronaldo. I think nilianza kwanza kuna ball nilianza 96, yes. Nilianza kufuata mambo ya ball. Na nilisupport Brazil. I told you. Brazil will inspire almost all of Africa. 98 Brazil ilipigwa finali. I think sikukula. Because hiyo nilikuwa diehard sana wa Brazil. Na France ilitupiga kwenye nyingine rahisi sana. Zizou. Na sikujua France pia anaweza cheza ball vile alicheza hiyo World Cup. And then now nilikuwa na grow. In fact sasa hii naweza rudi back kuona how France ilipiga Brazil. Na kitu moja niligundua France imeshinda Brazil atakupewa Brazil leo. Hadi sasa hivi. Hata sasa hivi upate ni Brazil na kukutana na France. I think bado France tawapiga. France. Because sijui ni miaka gani France imeshinda nini Brazil ishapiga leo by I can't recall. No, iko friendly kwa nini Brazil jaipiga France. Sasa hiyo wakati inapata ulikuwa na support Brazil. No, wana support Brazil. Kuna kina nani hapo kwa Brazil walifanya ukuna na support Brazil? The R5. The R5. I remember how walikuwa na tactic moja. Wanakuja ile unaona wakati team game itaka kwanza. Wa warm up. They walk together. That is Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos. Walikuwa wanatembea pamoja to create that fear. So how do you inspire? Specifically nani kwa the R5? I think Ronaldinho was the best. Ronaldinho. And pia Rivaldo. Ronaldinho the smiling machine, Gaucho. Hata kama umekasirika usijua. That is the mark magician. Sasa yule sio adwakele ni talent. Ile by the way that is talent. Before show ianze tulikuwa tunaongelea mambo ya talent na hard work. Now ile ni pure talent. So how ndo alikuinspire? But from there I think kulingana na philosophy yangu hata vile natrainisha timu yangu tunacheza talent na kwa mob kushinda hard work. Talent ni talent na kwa mob. Talent ni mtu anaweza fanya anything na hiyo mpira. So you give unakuwa free kucheza mpira. Ukimpatia unajua kuna kitu atafanya sana. Minus mtu lazima umekubaliwa kufanya anything unataka because uko na talent. Nilitizama kuna kijana pale jamani kwa wingi. Ule kijana jamani anatesa sana. Churchill. Anavaa jezi number 11. Kijana anafanyisha wababa wa watu tabia mbaya na watoto wanapiga duster jamani so that is the freedom unawapatia. So ukiangalia the like hiyo tulikuwa tunaangalia mambo France na Brazil. Ukiangalia Brazil walikuwa umejaa sana na talent. But now France walikuwa na BD plus talent. BD plus talent. Ukiangalia the like of Petit. Emmanuel Petit. Deschamps huyu mkubwa sasa huyu wa France huyo. Wanaona alikuwa na combine the two. Ukiangalia Patrick Vieira, ukiangalia Zidane, Zizou. So another player anaweza kufanya anything anataka na ball, but pia
unaona courage ile mentality yako nayo, akona bidii nyingine ndani ya hiyo talent, the winning mentality. Yeah. I think maybe pia wale watu walikuwa wamerelax kwa sababu they walikuwa najua ile ilikuwa ni yao. Yeah, ndio nakwambia nao walipata hiyo game iko. Ndio maana nilikwambia hata sasa hivi France kutana na Brazil, I think bado itakuwa the same result yenye tumekuwa tukiona from 1998. That's so bad. That's so bad. So because unaona unajua sometimes unaweza pata team iko na talent na bidii na ina play talent. Bidii ni character ile team. Yeah, exactly. Unaona? Naweza mwa tunaweza kucheza na Migori Youth ni wa vijana wadogo wanacheza hii ball. Wacha tuende tuwabonde. Frustrate tuwasukume. Tuwatoe game. Unaweza pata sasa inataka mentally. Ndaka watu wako machua, watu wamekoma. Exactly. So unaona. So Brazil mostly ukiangalia hata philosophy yao ni vijana wadogo ni talent wana. Every time lazima kuanzia kina Bedi Pele ambaye aliintroduce 17 years old mpaka sasa tunaona kina Estavio tunaona watu wanaingia bado kina Hendrick 16 years old. It is a philosophy that has run all the way. And now tena ukiangalia tena imekuja tena Spanish adhani pia wamefanya the best. Yeah. After German. So unajua inakuonyesha the more kama utakubila good talent lazima kuwe na vijana wengi wako na talent CBD. Yeah. Lazima combine hao watu wako pamoja kwa hii team na wafanye job. Ukichanganya zote mbili results lazima ipatikane. Oh nice. Hiyo bado tumekupeleka nyuma. Yani tunakurudisha zama zile za football mwanangu. Kama huku unajua football. Yani tunataka weka chini. Kama una kitabu chukua kitabu andika chini. Hapa you need to get points. Sisi ndo wale ambao tunataka tukufeed na leo ndo maana nimeleta guru mwenyewe. Jina kubwa, yani lazima utajua leo Sami ni nani. Lazima utajua Sami ni nani na anafanya nini. Ameshakuambia hapo mmoja bado tuko 12 years. Nataka ulianza huyu sasa unajua huyu ana ile story nataka. Kuna watu wameteseka wamecheza hii mpira ya kushona ajuala. Watu wamecheza unapiga free kick unapiga unatoa unachimba ni kama ni jembe. Ile mpira ni ndogo unapiga chini mguu na mchanga yote. Ya mchanga inaruka inaacha mpira hapo chini. Au kupitia hizo shida. Kama ulianzia 12 kwa Migori Youth. Hapana. Umecheza hii hiyo tumepiga vizuri sana. Umecheza? Sana. Can you give me that experience? How was it? Kuna mpaka wale walikuwa kuna defender mmoja ni mtu mkubwa kwa hiyo team. Yeye mkifungwa anaambia kila mtu endeni mbele na kuja na mpira. Anachukua viatu na baba kwa mkono. Ukifika karibu na yeye anakukanyaga kama kitu ama alikuwa ni wewe. Anaambia endeni mbele mtaka kuona sasa. Those are the experience I want to hear. Okay, mimi nilianza kucheza kama striker. I think striker from offensive side. Mali Churchill anacheza. Wing. Yeah, wing. And then that's nilikuwa under 12. And then the way nilikuwa na grow hapo under now 17 nikakuja kucheza all the midfield. And then from all the midfield nikakuja kucheza center back na full back. So ni kama umetransit kutoka almost every position ni forward ndio unacheza. Nimecheza full back, nimecheza forward offensive, nikakuja midfield. Alafu nacheza 8 na 6, alafu nikakuja defense ndio kwanza full back na center back. Full back na center back. Full back, right full back na center back. So experience yako wakati hiyo ukiangalia wakati hiyo kitambo basi sija kuleta huko mbele kwanza. Position gani did you enjoy ukiwa mdogo ulikuwa na feel like that this is now the position I love? I think nilikuwa nacheza offensive nilikuwa na enjoy sana. Because ile wangu ya kufunga bao. Oh yeah, the celebration and everything. Team yako ilose. Team yako is lose kama kwa kiwanja. And then the coach mwenye alikuwa anatunisha alituweka ni kama we can't wait for someone to come kama tumetosha 11. So as long as tumefika 11 kila mtu anaingia position. Unaweza pata hiyo team uko na watu 3 or 4 at the same position. Zaputo anacheza 8, anacheza 6. Unapata mtu anacheza offensive na anacheza full back. Zaputo anacheza center back na full back. So unaona kama tumetosha 11 unaona hizo namba zote tunazajaza na tucheze. I'm telling you that is hiyo ndio kitu tunakosekana saa hii kupata players ambao ni utility anaweza cheza nyuma. Nikiangalia kwa Premier League na hapo nyuma ya kamera naona watu wa Arsenal wapo, acha tu nitumie Manchester United jamani. Ukiangalia hapo Manchester United tulikuwa na player anajulikana kama Rooney, O'Shea. Hao ndio ambao walikuwa unaweza hata niliona kuna mwingine aliingia goalkeeper.
Osha alikuwa anaweza Osha Manu alikuwa anaweza cheza from I think from goalkeeping. You see, nowadays we don't have such players. Alafu tulikuwa na pia Fletcher pia alikuwa sama Garen Fletcher. Then ndio kwa na Jess Park. Ya huyu JS Park. Hapa director sihitaji kuambia watu huyu ana support timu gani. Wacha tulinyamazia. Mmesikia? Hapana. Hakuna day to I support Manchester United. Ni sawa. Hata mimi jamani kulingana na my philosophy. Na vile nimekwambia is like hata ungeshajua na support timu gani. I only support Barcelona and Arsenal. Barcelona tikitaka. Yeah. Mguso hapa na pale. Watu wanacheza mpira. Jogo Benito. Watu wanatumia nguvu mingi. Hautaki Rooney mwenye anakanyaga watu. Mpaka kwa shingo ndio. Lakini hiyo ndio mpira tulikuwa tunacheza kitambo. I'm very sure kuna wazazi wanatizama hii. Kuna wazazi ambao wako na vijana wadogo ambao inafaa waanze kuruhusiwa at an early age. You see, tumekuwa tunapigwa na nchi zingine wanatupiku kwa sababu these people wako na academies, and I'm very happy you people have this academy. I'm very happy for that because we need to start nurturing these people from a tender age. Yeah. Hii ni mpira ambaye inaanza kuwekwa kwa mwili wa mtoto kuanzia kitambo. That's why nimekuambia uanze kitambo, at least watu wajue. Hii kitu si tu ulikuja tu ukakuwa mkubwa ukaona mtu amelipwa milioni 5. Mmoja we have people who are coming to football because wameona ati amelipwa pesa ngapi? 5 million. Anavalisha kijana yake nguo. Enda cheza mpira. No, these things we need to start instilling them. Yeah, I think tuko na academy and academy imetusaidia. The like of Churchill ametoka from under 9. Under 9. The like of Ben Stanley mwenye alipata hiyo the 5 million alianza from under 9. Under 9. In fact tulikuwa namlazimisha kucheza ball. I think kuna day alisema yeah, kuna time tukitena hapo study mama yake their parents alikuwa naishi hapo study. Unapata akijua tunaingia zoezi saa 4 the boy atajifunga kwa nyumba mpaka tumalize zoezi. Alikuwa pendi zoezi ama pendi football? Hakuwa anataka kucheza football. Alikuwa anataka tu acheze hiyo juala hiyo ya street football. Yeah, street football is nice. Imesaidia watu kama kina Neymar. So kitu pia ilikuwa namsumbua sana. Penye alikuwa naishi, alikuwa naishi study na hapo ndo tuna train. Sola ilibidi tu. Jua kitoka tu kidogo hivi yako grao. Ako grao. Wewe kuja baba kuja. Naenda kwa duka. Kuja tutakupatia change anacheza kidogo. Yeah, the like of Gideon Obueno alianza kama ni striker tukawa transformed akaja goalkeeper na amekuwa the best goalkeeper so far. The like of Elio Wande I think ako majusa hii because of football alianza kucheza hii game. Imagine the boy alikuwa anatoka all the way from Midoti huko. Yes. Akitembea na kuja kutrain study. Ndio arudi naye huko. Ndio tena arudi tena mpaka huko. So unaona that the way boy alikuwa na sacrifice. So we have academy yenye iko from under 9, under 12, under 15. And now tuko na timu nyingine kale nyamja iona under 17. I think under 17. Under 17 yetu sasa is the best. Naweza piga ile senior team. Ni vijana almost wote wako form 3 na form 4. Form 3 na form 4. Hiyo ni shule nyingine hatari. The best players unaona are doing good in high school. Migori County sai wote ni Migori Youth. And mostly the next call up ya maybe under 17 under 17 under 20 under 18. Ndastukia kuna vijana Migori Youth around 8 or 7 or 5. That is great. That's why I'm telling these people we need to start this thing at an early age. Kama unatizama hii najua unashangaa nina watu wanaongea nini, wako wapi na nini wanaongea. Nakwambia this is TikTok. In TikTok tunakuja kupigia story. Tunapiga tu stories za mtaani, tunapiga stories za lifestyle, football, fashion, hata kama ni politics imeingia, kitu yote ambaye naipuka tu tunaketi chini, we talk about it. Kumbuka tuko hapa courtesy of Obasco One. Kama unaangalia mwanangu, what you need to do, subscribe, share, make sure unaita jirani pia na subscribe. Usiangalie uondo kama u peke yako mtu wangu. Share na watu pia pale, sambaza ujumbe kwamba ndo tumeanza kimewaka, ndo tumekiwakilisha mtu wangu au sio. Yeah, director pale nyuma ni Obasco One na Obasco One Media, ni watu ambao wanakupigia live streaming hapa. Kama unataka kuna shughuli yote unafanya live streaming, tandika hapa na Obasco One na inapigwa na inakubali. Kumbuka hapa ndani
tuko ndani ya MIBS. Watu wanafanya mambo ya kunyoa massage. Umepiga wiki yako jamani, umefanya kazi, boss anakusumbua, umepiga matarget imeingiana, unaona wasichana warembo wanapita hapa. Hii ni courtesy of MIBS. Wanakunyoa vizuri, wanakupiga massage. Kama wewe ni mtu wa kutengeneza makucha, unaguswa, unakubali, unapendeza, unalambwa, unalambika, masop songa, au sio? Tuko hapa na Sami. Mambo bado ni ya mpira, mambo bado ni football. Unaona pale tuko pale. Alafu kama unataka picha, mtu wa picha pia ana complain jamani. Juma, au sio? Mnyama anasafisha picha. Lakini raundi tuma picha za wenyewe Juma. Yes. So Sami, hapo tumeshaongelea. Sasa nataka kuingilia football in Kenya. Generally football in Kenya. Remember, football in Kenya, I can say according to what the statistics zinaonyesha, football ya kitambo wakati it was introduced in this country ilikuwa ni tamu zaidi. Wakati wa kina Fabish. Nakumbuka the first game ya Kenya tukitengeneza Kasarani Stadium, tukakuwa na kierere, tukaalika Ghana wakuja wacheze na sisi. President mwenyewe, the first president hayati Mzee Jomo Kenyatta akakuja mwenyewe pale kwa uwanja na tulibembelezwa. Tulipigwa 13-1. Ghana walitupiga 13-1. Ilikuwa ni siku ya Madaraka Day, watu wamekuja kucelebrate. Tulifanya makosa kuita timu kali, lakini after that I remember game ilikuja, tukaanza kuintroduce watu wazuri, tukaleta coach mzuri anaitwa Fabish. Sijui kama unakumbuka watu kama hao. Hiyo historia ya kitambo kidogo, wakakuja wakasaidia mpaka Mandela Cup. Kulikuwa na kina Abbas goalkeeper pale, Agogo hapo mbele alikuwa na Peter Dau. Alikuwa anavaa socks ya red hapo ndani, alikuwa na mini, hiyo ilikuwa ni kama charm. I think that was time where football iliingia Kenya na ilikuwa mzuri. I don't know, compare that time and this time. I think the different Fabish did well. Alifanya football ikakuwa rahisi. Na ukiangalia pia hii football kwangu haitaki inataka uangalie pure talent. Yes. Video inatusumbua like football yetu ya Kenya. Is like nani anakujua? Connection. Juu ukiangalia Cantona. Unajua penye Cantona alitoka? Eric Cantona. John Odhiambo Barezi. Unajua penye huyo jamaa alitoka? Cantona alitoka Sindo. Hiyo nyakati zile. Na unapata Aqua imecheza international game yote. And huyo jamaa alitembea, alifanya scout peke yake na akatupatia the right people wenye wanafaa kucheza national team. Unakumbuka wakati zile hakukuwa na social media, hakuna Facebook, hakuna TikTok, unachukua alikuwa anafanya job yake. Yeye anakuja, anaweza stuka leo amekuja Migori, amepata tournament inapigwa ya Mheshimiwa Junet hapa. Ameona hiyo tournament 3 days, ametoka na vijana wawili, hautajua umetoa na kina nani. And then utastukia tu kwa gazeti, Chechi Lotiena ameitwa national team. Kelly Collins ameitwa national team. So unashangaa aje huyu jamaa alimuona aje. Na ametolewa ndani. Na ukiangalia that time I think hiyo ndio Harambee Stars ilifanya the best. I'm telling you that was the time. Ilituonyesha football inaweza pigwa na anybody. Si lazima upande gari uende Nairobi. Kitambo football ilikuwa watu wa Nairobi. Ndio unapata the top coaches wenye tulikuwa nao by that time pia walikuwa kutoka Nairobi. So wanaangalia tu around hapo tu. Hakuna mtu alikuwa anajua kuna, lakini kulikuwa na timu za Nairobi wakina Shauri Moyo nani walikuwa wanapiga game nzuri. Walikuwa wanapiga game vizuri kwa sababu walikuwa wanacheza Migori, wako wamecheza na Migori YouTube. Unaambia kila mwamba ngoma uvuta upande wake. Sami anavuta upande wake, lakini sawa na mgeni wa siku tutafanyaje? Wacha tusikie. So wao walikuwa na ngara Nairobi. Na yeye wako umetembea because your time I think football pia ilikuwa expensive kushinda sasa hivi. Yeah, exactly. Na pia ilikuwa ilikuwa rahisi pia because kama unajua kucheza ball unajua. Hakuna mtu alikuwa amekutanisha. Yeah, exactly. Kitambo tu kwa na like somehow vile ulikuwa na grow, alikuwa na somebody akupatia hiyo guidance vizuri yako. Within Migori County the best coach tulikuwa nao by hiyo time ilikuwa marehemu Amedu. Sijui kama ulimuona. Nilimsikia tu. But I think Migori County mzima that was the best top coach. And I think vitu alitusaidia sana. Vitu alifanya alilay foundation at least. Vitu alifanya yeye alichange from now United to Migori Youth.
Na ukipata time alikuwa na change, aliwacha that generation ilienda yote na kaanza na vijana wadogo from high school. Hiyo style ya kwanza na watu wadogo, at least hiyo the energy plus a few experienced players. Yeah, I think hiyo time yote alitafuta mostly watu walikuwa cheza kwa hiyo Migori Youth, wote walikuwa shuleni. Na walipata mostly walikuwa form 3 form 4. And Migori Boys by that time ilichangia a lot from Migori Youth. Because ilikuwa ndio shule iko karibu na iko na talent ya kucheza ball. So wale combine na Migori Youth na kakuwa na the best team. Wakatengeneza academy moja hatari sana. Academy moja hatari sana imesaidia. Sasa na now the problem, hawa watu wote hiyo generation pia unapata tena changamoto nilipitia, nitakuna mtu alienda international ilimsaidia. Because tena hiyo generation yote tulikuwa naangalia, the only team inaweza tusaidia ku prosper talent yetu ni Sony Sugar, because nilikuwa team within the region inapiga KPL. And kwa sababu watu wote ilikuwa bit tricky kidogo. So ndio maana wengi tulikuwa na a lot of challenges, because Migori County tulikuwa na a lot of talent. Nikikwambia watu tulicheza nao ball hiyo time. Watu wangesaidia sana. Kama hata ungeweza select watu 11 peke yake kulisha team. At the end of the day tulicheza constituency. Na kufika finali ya hiyo constituency, kama mtu alikuwa anataka develop talent ya Migori, hiyo team ilipika finali was the best team so far. Na hiyo the best team Migori Youth ilikuwa almost watu 10. The only difference ilikuwa watu 2 or 1 wa kucheza game. So that's why tulifanya the right thing. That was the right team. The right team ya kuwakilisha yani hata kupiga league. Na hiyo time niko unacheza league, Migori Youth inge kwa Premier League. I think tulikuwa champion. We need to do something. Hiyo ni topic ya next tunaenda kuongelea. Sasa hivi umeniambia kitu mzuri ambapo mambo ya Migori Boys, Migori Youth. Nataka uniambie story yako ya high school and how this game iliku impact kwa shule, academically, socially. Manake tunajua footballers kwa shule hapo unaona kama ni basketballers ndo unaonanga wanakuanga ma celebrity kwa shule sana. Nyinyi pia kuna wakati mlikuwa unapikiwa chakula yenu. Can you give me the story yako ya high school na football? Yangu na high school ama yangu kama coach? Yako wewe achana na coach. Tujafika huko bado. Nilikwambia niko na 12. Nilikuwa naficha. By the way my dad alikuwa church elder SD. Amen. Unajua hapo sasa lazima uwe mtoto wa church. Lazima Saturday jameni lazima uende church. Uende upige Pathfinder. Ukiangalia hiyo time. Ndio tena team ilikuwa ni judge, because tulikuwa kwa hiyo pick ya kucheza ball. So nilikuwa napata naenda church. Na ngoja kidogo ashaingia church na hepa. Akishaekwa pale mbele. Mimi unatoroka hapa na mlango. Ulikuwa umenunua ile uniform ya Pathfinder ile ya ulikuwa nayo? Unatoroka na nguo ya Pathfinder huko ndani ya Migori uko stadium. Uko stadium hapa. So there's a day tuliapa church. Nikakuja kucheza hapa. Kumbe wao pia walikuwa wanakuja kuna kachacha hapa juu. So by that time Saturday ilikuwa imefensiwa. Wewe umetoroka na nguo zako umeenda umekuja hapa. Nimechange, tulikuwa nacheza na timu nyingine, tulikuwa tunacheza na Sony Academy tournament. Alikuwa just a friendly tu. Tunacheza hapa timing ya shetani. So meja yeye anapita pale amesimama mpaka unaangalia ni kama unadhani unaota. Hawezi toroka game. So hiyo time niligetadi sana mpaka ikabidi niongee na coach Amedu. Akaenda yeye the first person alininulia kiti ya ball. Ndio hiyo time tulikuwa tunacheza mguu chuma. Tuko na bavia. Those were the days. Nakumbuka hiyo time former President Moi alikuwa anakuja hapa bwana, kuna kokoto limwogo hapo kwa hiyo kiwanja. Ukimaliza game, waweze bavia tu bwana. Ukienda pale na ulizo muumia wapi? Kutoka kule. Sasa tena umejate na umeingia. So sometimes ukifika home unajaribu kulenga but so alianza kukataa eti cheza ball. Huyo ni sani dad. Alafu after class 8 now
calling letter yangu ya kwanza sikuona because niliitwa Migori Boys. Alirarua. Tunasoma Ombo pale, headmaster Ombo pia alikuwa like a cousin, alikuwa relative naye. So mmoja ile first calling letter imekuja imeandikwa Migori Boys. Na hiyo rende yetu yote tulikuwa na wanda yote wameitwa hapo.